Nilikuwa nauliza huyu boy kako na talent. Mimi? You are multi-talented. What do you mean? Let's go. Numero 1. Let me just mention one. Multi, please. Let me just mention one. Come correct. Kama you're multi, back it up. Apana, mimi na mention two more than ina cover everything. My talent comes in as an umbrella. Sawa. Okay, mention to entertain podcast. I'm a creative catalyst. For lack of a better word. You were saying. So kuna kuwaga na different types of plastic. Actually 7 different types of plastic. 7. But the 2 major types ni hiyo chupa ya maji ya. The normal that you drink inaitwa PET, water bottle. Alafu ingine kifuniko yake sasa hiyo ni HDPE ama the ring yenye inakuwa hapo kando. Hapo kando, yeah, the deep blue one. Yeah. So ukiangaliaga every material ya plastic chini yake kuna kuwaga na namba inakuwa imeandikwa, unaweza pata imeandikwa 2 1 or something. Yeah. So hiyo inakuonyesha the number of time that material inaweza kuwa recycled. The first time tulikuwa like 10 tons of plastic. That's a lot. 10 tons. That's a lot. Yeah, that's a lot, yeah. That's a lot. Yeah, so hiyo ni collection kila mahali. Unajua 10 tons nitoshana aje? Unajui? But inakaa tu kingine wild. Ni mob. 10 tons ni mingi. Because plastic. Sisema. Say what you want to say. Kwani kutokujua ni hatia? Why you being say what you want to say. 1 ton ni 1000 kg, so you can imagine. Always go 1000 kg. Si atuongea Kiswahili sanifu Kenya, tuongea Kiswahili mufti. Except Waluya. Waluya wa mnamo maybe kwa minajili Ilimradi. Wale wanaongea nini ati Kiswahili mufti ya Waluya. Sanifu ndo Waluya. Hapana, ya Waluya ni bunifu. Yenyewe ni bunifu. Kiswahili bunifu. Wamebuni. Tumebuni ile shida na Kiswahili. Wanakiashiria ote. Ama ko, kiashiria ko. Mlongo. Umepewa leakage wewe. Umepewa leakage. Najiwanga hiyo kitu. Wewe mwacha mila. Mimi ngoja pale ya si. So you know what I do? How I do it? Anyways, okay. Ndinga na shule yenu bia. Hello Baragulis, welcome back to the Ati What Now podcast. Ati what now? Ati what now? Let's get it. Leo we have the guest segment. Yeah? Tuko na mdhamini hapa hivi kidogo anatutoa kwa blog you guys. Mdhamini Mr. CEO himself. Mdhamini Mr. DJ Mr. CEO. Hey, heri wewe. I'm not chachisha. Let me tell you something. This is one guy that I know does so many things for the community. He's a CEO for I don't know what and what. But I think he'll tell us about himself. Tutaingia ndani kwa ndani. Bro. Meanwhile, I'm your gracious host Sharon Lusambili, that guy over there. Kiafadhi Coco Master. Huyu kwanza wacha tuachane na yeye. Hey! In the midst of greatness. in the midst of greatness. He goes by the name Mr. Sombrero himself. If you guys don't know what sombrero is, walai, stick around and find out. But then sijui, so itabidi stick around and find out. We want to know the origin of sombrero. I'm floating. And the sombrero culture. Because right now, I'm telling you, sombrero is sombreroing right now, you guys. if you guys... Me thought Chwez was chwezing until... Sombrero started sombrering. Walai. There's someone who told us we are not speaking Swahili nor English on this podcast. Yeah. Nasikia tuko na lugha yetu yenye sijui ni gani sasa. Jaribu at least ongea Kiswahili. For real? Cha kumakinika. Watu waelewe tunajaribu kusema. The other day I literally took one of our episodes and asked ChatGPT to actually dissect like what this podcast is about. ChatGPT imechanganyikiwa vibaya. Tumechanganya watu huko. ChatGPT hajituri nini? Imechanganya turi. Turi ni nini now? Chat will tell you what turi is. Turi is crazy, man. No, man. Yeah. At least inajua Baraguli. At least we have another Baraguli in the house right now. It's the season for Baraguling. Season for Baraguling, you guys. And right about now, Mr. Ospina. What do you do? You already know. Hey, episode itanisumbua. Wacha ni confess. Let me confess, hii itanitesa. Hey, tell you, man. Mr. Ospina ni aje, man. Niko easy, man. Asante sana kwa on our invitation
you know, to come to our Presidential. underground Very podcast. Karibu sana man. You know Maskani. Shukran, Yeah, no, we shukran. appreciate you man. Ndio. Mr. Spinner luku nini Spinner is- vipengele vya shingo He's a hapa na cultured guy pale. alive. Me, I'm telling you, I work with cultured niggas. Tulia, this is not about you. Relax. Shut up, in fact. Samahani guys. Points, eh? Samahani guys. Bye. Karibu akosee mtu huyu. Mr. Spinner, tell Yeah. us about you. What are you about? What do you do? Hiyo swali ni ngumu. See, I told you this guy is a jack of all. I don't know Inafai what. kuwe formal ama inafai kuwe tu. Yeah. Just throw it in. I think kizungu ni hii side ya podcast huko unaweza ongea Kiluya hata kila Funny mtu enough, ataelewa. the first time I met this guy, Chuka nakumbuka, we met on a certain forum, you know, on a certain organization called Machill. I can bet my turi you guys were heckling. Not really You are heckling, but heckling you know, huko nyuma. Nilikuwa would- kutoka mbele lakini. Mbele iko sawa. tulikuwa mbele, but mbele yetu tulianzia nyuma. Unacheki? So I literally came late for the event. It was more of boys mentorship, in the sense that boys were mentoring boys to mentor the girls. To mentor the girls? Yeah. I have things to say. What do you Continue. mean you have things to say? Story ilikuwa yetu. Carry on. Nisamee. So I pulled up, started throwing in. Me unajua me washo. Me if you like bring about some certain information that you think works for you, and you think that it's gonna work for everyone. For me, it doesn't sit well with me. Me ndaongea tu, mi ndakwambia ukweli. Okay. Naona wewe, yes it's fine, but logically or fanya research yako mzuri, you see kama this thing is- emotionally unacheki. So we were seated there, nikaanza ku throw in some, you know, nini uko nyuma kidogo nasikia huyu jamaa anaongea, niko like who's this guy man? You're like This jamaa is throwing in some incentives hapo hivyo, some 2 cents 3 cents, you guy. So it was great. That's the first time I met this guy, by the way. So kona Sijasema hivyo, yani yapa but if you wewe. insist. Hiyo na yapa. This one is a yapa. Kama mmekaa pamoja hata sitting where 1 and 2 are gathered. Alikuwa mbele nilikuwa nyuma. Lakini bado connection ili connect. Yeah, so it was a good thing, by the way. It was actually a good initiative, you know. Yeah. You know, just guys, a bunch of, you know, guys, young people, young boys. to A be boys conference precise. fulani hapo. Yeah, you know, just sitting down talking about girls in a positive way. You understand? It was a good thing, which I think rarely girls Girls do. in a positive way, yeah? Yeah, in a positive way. Okay. Yeah, for sure. Kitu gani ya muhimu ya maana haswa sana mlisema? Aswa is crazy. Hiyo ni kali. Hususan. Aswa ni kali. Hususan. Naweza nipa pointi moja ambayo mlisema positively about them girldoms. Yeah, we have a lot to say about the girls. Clearly. Yeah, we have a lot. Mi bado nangoja to say. usombrero aniambie you do mafom gani. Not for the sake of me because si tunajua wagwan. Baraguli sasa hivi tunataka wajue form ni gani. Mtu anafanya vitu mob sana man. Yeah. History ni yake. Ni nini? I was triggering it. Nimepewa bonga point. Bana jo. Acha nitumie. So yeah. I was triggering it. Take a walk. Spinner. I think hiyo ni football name yangu. Football. Ama soka name Oh yangu. yeah, I was... Oh. Sorry guys. Yeah. Nilikuwa footballer mdeadly sana. Bado hucheza though. Zizi. Mimi ni wa Ankara. Whoever that is. Ankara Messi. Oh yeah? Yeah. Hey, okay, Ospina the footballer. So Sierra amejaa. Mwa Sierra wajua. Huyu nikaa kidogo leo atalia. Hii podcast iko karibu Kwa kukosea sababu mtu. najua Vindeta bona lakini Vindeta watu wa Sierra mjui bona ndio nawaambia tu fact. Sio Ball La Masia. La Masia Catalunya le sombrero. Kispain kidogo pia tutachapisha. So Spina Kibra. Nimegrow number 8. Yeah. Yeah, tukajua hapo na Kefam. I think ni story ni refu sana in terms of vitu tunadu ghetto. I think mimi niko na time. But basically ni aspect ya mimi napenda kudu kwa kuna ma youth but basically my boy
na ni kwa sababu maboys hatunanga voice alafu kujiexpress pia ni shida, so inakuwaga challenge. So founder wa Mtasafi Initiative ni a youth-led organization. An award, youth-led organization. Award winning. Yes, sir. Yeah, Mtasafi, wacha niandike my notes. Mimi niko class hii mbaya. So I represent Mtasafi. Pia na represent organization inaitwa March for Our Planet. March for Our Planet. Yeah, March for Our Planet kama lead project person Africa. Yeah, na kuna organizations kadhaa pia, We One Action Network. Yeah, mostly ni environment, napenda environment sana, aspects of climate change, you know, mentorship, entrepreneurship. Na yeah, pia ni kuikeep tu lively na kuipatia creative. So as a person I think niko na hobbies kadhaa, but hizo pia ziko business skills zenye msana napenda kulearn. Football ni talent of course. Skill maybe ni masombrero za guitar hapa ni unaweza guitar? Spanish guitar ni nini? You know where sombrero is coming from right now. Sombrero lazima locras za sombrero. Sombrero pia inakuja na skills kadhaa za kupika. Yeah, like unachukua pan, unaweka mafuta, unatupa mazobos lai ndani. Mazobos what? Someone stop me. Mazobo angoa. You know this is how lawyers were inventing their language. Throwing in some weird. Vira najua hii. Akapambika mbaya. So kisha hii seti unaweka mazobos lai ndani. Mazobos lai. Ukipiga na maparapanda ndani alafu okay, parapanda bro. Ukipiga unatupa hivi juu, unaacha pan juu yawe kitupa moto, then unaenda lu unarudi. Before idundo umechukua umerudi. Like hizo vitu ni practical lazima. Okay, I think niko kwa hii party yenye unaenda lu kufunga curtain. Sisi labda umeingia hapo hivyo, umeingia tu kupiga short call yako hapo polite. I think nyinyi wachawi tu. Zizi. Haiwezi kwa uchawi. I think inaweza kwa uchawi. But inakaa ina bamba juu huyu homeboy iko na talent wewe. Mimi am no follow. Kwani rushwejua hapo mzende. Aende wewe unatumia vitu gani wewe? Voodoo huyu yai. Mbona ikuja hapo? Russia blood. Huko ni Moscow msema. Mbona aripota akifly na kifagio si pressure, si ndio? Hiyo ni sinema ndugu yangu. Hiyo tunajua vile inatengenezwa. Hiyo tunabonyeza kidude hivi anabaki hewani. Sawa? Wewe. So basically ni hiyo tu aspect ya creativity. Alafu as an individual pia yangu ni naweza equal to creative from hiyo point ya sustainable fashion on get. Oh yeah. Wase tu wapige tu luku. I think kwa outfit ni vitu simple sana. Niko karibu kuanza kushautiwa. Acha niangalie pande. I think luku ni but umeimprove. Nimeimprove au umekaa kana mimi umeimprove. Vile nataka. Ukiuliza Kefa itakuwa long story. Ukiuliza mimi nilikuwa na put together something na ulikuwa unajaribu. Unajua nilishakwambia kuna tofauti ya styling and fashion, you know. Just you know. Different between wearing and styling, una style. Unanipasha bado. Relax, unajua kuna mabaraguli wapia wapi wanaingia. Unajua the things of the past. Mpangeni man. At least sasa anapiga 433, so tunaweza piga 442 Diamond sema. Hiyo ni holding wawili. Oh dear. Wanasaidia score inakuwa fit ukiattack. Oh yeah. Lazima understand thesis yako, so inakuwa easy. Unajue kama ni una attack na midfielders wengi au nataka defenders wengi. I think I need to take a walk. Tumerecord dakika ngapi? Naumia. Masombrero zinanishinda. Sombrero ni 10 minutes to the pod you guys. Nilikuwa nauliza huyu boy kako na talent. Mimi? You are multi-talented. What do you mean? Let's go. Numero 1. Let me just mention one. Multi, please. Let me just mention one. Come correct. Kama you're multi, back it up. Hapana, mimi na mention two moja na ina cover everything. My talent comes in as an umbrella. Sawa. Okay, mention tuendelee na podcast. I'm a creative catalyst. For lack of a better word. You are saying. Imbueno. Yeah, so Ghetto ni hizo shughuli tunapiga. But pia tunapiga partnerships kadhaa na in different places, Lamu, Coast, Mathare. Let me ask you, growing up in the ghetto, maybe you can tell us a bit about your upbringing, will you grow,
and what triggered you to get into community development, into environment and all these social inatongaje society development. Okay. Yes, whatever she said. I think life yangu ilikuwa tu ghetto but mimi nakuaga mkeen sana. So I think character, personality pia zinakusaidia. Like ukikuwa myang unaanza kuangalia aspect ya kuna vitu as stand out right. Oh yeah. Yeah, so for me ni hiyo tu napenda tu kuangalia vitu aziko fiti na lazima nijiulize kwa nini. So kugrow ghetto primary hapo, high school nikatoka kiasi nikaenda nje nikarudi. But I think football imeplay a major role kwangu. Ukaenda nje ya nini? That. Ukaenda nje ya class. Bado nilikuwa chopi sana. Oh yeah? Nilikuwa mimi ni msevitabu sana na kidogo umenipiga hapa matesis kidogo nitoroke mbio. Mimi ni msevitabu sana. Yeah. Na I think motivation yangu big ili come from vitu nilikuwa na realize niko young, so like mimi napenda ku question sana, so napata ile for instance sijui kama ushafikiria ile kitabu ya maths kulikuwa na watu fulani walikuwa wanapandaga ya so mimi nilikuwa najiuliza kama class 8 waliendaga walidunda ama waliendaga wapi like kuna get so vitu kama hizo nilikuwa nikiambiwa ma classmate wangu bana watu waliendaga wapi una get. I think hapo ilikuwa mwisho man for most of sababu by the way to jinx for most of people wangeweza tu stairs ndio I think tulijinxiwa. Ilikuwa blanda. Ilikuwa normal. Na the more anapanda the more inaenda ikuwa ngumu. Wanafika hapo juu ana sleep wanadunda hiyo side. Actually ilikuwa the more anapanda the more anafika kwa the red area. Yeah, ilikuwa inaanza na blue hivyo step ya mwisho ilikuwa ya red. Alafu iko na which red most of the time inakuwa considered as something crazy. Something dangerous. Alafu ilikuwa gana two box tungine ndogo mingi zinaweza zikiongezeka zikipasa. Sijui kama ile realize hiyo kitu. Okay, ni story ya Prime umeibeba sana pia. So by the way. Now I'm thinking about mumeibeba sana you guys. Literally thinking hapo ndo makosa labda ilianzia. Nizo box. Mimi kwa saidi daktari nizo box. Ni limit. Hiyo ilikuwa mao. I know. Hizi zingine biology iko nayo. Wala za mwalimu wangu anambia bila math you can never go anywhere. So muulize sasa kule huko. Uko na opportunity. Mwambie sasa unapiga mahesabu. Mawantu. Uko juu ya mawantu you guys. Yeah, strategize man. Unatumia area without mathematics you can never go anywhere. Mwambie ni homie. So unatumia area of a parallelogram. Natumia link. Ni mbaya. Natumia link wallahi. What the hell man. Man, so ulikuwa unatuambia vile you grew up. Yeah, so I think basically ni hiyo but life yangu mostly ilikuwa I think nilipata exposure through football. Yeah. Ile tulikuwa young napenda football. Alafu pia mzae alicheza ball pia alikuwa ananisupport like we do. Then the fact that nimegrow ghetto nilikuwa na parents supportive sana. Like we fanya kitu tunataka. But unajua kwa class 1 manze undakuwa lawyer. So mimi kwa class 1 wakiulizaga hiyo swali like mimi kwa tule sasa naona mimi ndo mjanja nimechill. Sasa watu wanaulizwa what do you want to be when you grow up? So mimi niko kwa kona hata singangani. Yaani nimetulia. Unajijua. Acha wachague hizo za upishi ni nini. Kwanza nikisikia mtu amechagua daktari sasa sitaki hiyo. Unatafuta nyingine mbio. Engineer sasa. Sasa engineer pilot. Twende sana. Sasa nikakaa hivi nikaona kuna mmoja msaje chagua. Gani hiyo? Ilikuwa mbaya lakini at the end of the day nikachagua nikasema mimi ndakuwa lawyer. I get you. So from class 2 hivyo unapandaga tu unajua the more unaendelea kupanda pia the more unaendelea tu ukizikata katanga tu fisha unaanza kuwa open minded unaweza open minded kumbe ukulima si mbaya si wao wanahitaji kukula I know right fisherman anataka kukula na nimeona the great migration of fish from Victoria to kuna shida tunataka solve ya watu to be a fisherman fish tu kwani anaweza kuwa agronomist sio ni mbaya very fast yeah but at the end of the day nilistick tu na hiyo law high school the same nilikuwa noma so nilikuwa naingia hapa Hill through soccer scholarship kukakuwa na hii issue fulani yote time yetu yenye hata ukipewa scholarship lazima sijuka high school miaka 5 kulikuwa na hiyo ufala fulani ma football and stuff then for me ilikuwa mbaya cause nikimaliza
primary niliave kukaa out of school for 1 year. Oh yeah. Yeah, because nilifanya exam na sizi yangu is a year older than me, but to sit for the same year. I think nilirukishwa class 2 to 4. Na mimi nilikuwa chopi. Mjanja huyo. So unaweza rukishwa. Juwewe ni chopi. Na pia unaweza rukisha juwewe ulikuwa unatandika watu wengine. Wewe tu barakuli fulani hivi. Msetu anaweza chapa. Achapa tu wasee, jua sasa ni watu wetu upeleke kwa rika yako. Wewe ndio fight na watu wanawezana na. Anaitwa Manuel alikuwa mbige. Mimi na hii. Wataje wote. Ile barakuli inaitwa Manuel. Wataje tunataka kuwajua na majina. Unajua Manuel bado na mwili. Manu 10 years alikuwa anakaa mtoto kwa 15. Yeye ndio kufinya finya watu madaro. Anakupiga head hapo class wewe. Ako na soprano lakini anapeana instruction. Ati yuko na soprano lakini anapeana instructions. Mwili ndo kubwa. Manuel alikuwa Manuel crazy. I think Manuel alikuwa head boy kako nini yako. Ile nayo ni ile. Form 1 ndio. Behind. Alikuwa beheaded. That is someone's son. Manu, I am on your side. I am on your side. Sio kuja hapa ili tutenda nayo. Akisema side hivi anafunika yote. Atabla light itakuwa mbaya. Kiongozi. I think naendelea tu kuziekeleza, endelea kupigwa. So like so I think ni hiyo tu. Yeah, so ni ile so kaka 1 year after. Yeah, so ilibidi sasa ende chuo because niko tuna season moja, so mzali kwa zile za likuwa unafikiriaje. So nimetafuta ma scholarship hapo. Siku pass na siku fail. Nilikuwa na 371 I think. Hiyo ni kupita. Wengine wetu tujiangalie. Kwa nini ulidunda aje? Wewe shia nilidunda nini? Au kukuwekea nini zingine mambo zingine si ndio? Walikuibia kurudi. Siare kukam na ilikuwa favorite subject. Na fail aje siare. Wewe shetani. Pana guys. Mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu yana makosa. Sikufeli sana hivyo vyote. Nilikuwa tu hapa nyuma yako kidogo, hapo chini kidogo. Unajua si wote tuwezi kwa mapasta church. Lazima kwa watu kuchukua sadaka. Kwa ulipata nini? Nini siari? Ama ukupata? I mean nilipita wala. Mimi was an A student honestly. Ulipita? Yeah, nilipita sana. Unajua kuna kupita na kuna pita. Na kuna A student na A. Student. Wala nilikuwa A student. Kwanza in primo because mimi nilikuwa surrounded na my sister wenyewe walikuwa sharp unaona. So nilikuwa I came from a very competitive family. Yeah. Unaona in terms of academic wise. Unaona so sisi ni wale tulikuwa tukifunga shule tunapanga report form kwa meza. Mkianza kuchekeleana. Unachekelea ama mnajichekelea na viboko? Wala. Wale wamepita hii side. Hao wengine hii side nyingine. Tatueleza kwa nini. Understand? So ilikuwa hivyo. So ilikuwa very competitive back in the day. So ilibidi. Asi tulijaribu tunashukuru. Unasema yetu najua kwa willing ile yako ilibidi. Ilibidi whether kuna hiyo culture ilikuwa kwa hao. So lazima tukule mbuku. Culture. Si bidii kata kusoma. Si ndio hiyo ilibidi. Na unasonga sana. Tuachie zingine please. Yeah, so I think basically ni hivyo then high school. Yeah. Niko naita waki historia hapa hili nikatoka nikaingia Fafajiriko nikamaliza law first year second year. So kuna two stuff mob ile unajua kisha kwa boy mbigi kwa farm. Maybe kuna baba wadogo lazima walipie school fees nini. Yeah, so nile unajaribu kujuggle in between soccer and na lifestyle yako pia nilikuwa na hii pressure pia najipea pressure mingi ya bure. But nilikuwa high school nilikuwa so like nilikuwa tuna hiyo love fulani environment, so environment club nini. Yeah, then nikaanza kuunderstand hiyo essence ya tree growing. Unajua kuna tree planting na tree growing. I think mimi niko hapo kwa planting. Yeah, tree planting kila msemo. Hapo kwa planting sana. Yeah, na mimi by the way moja na kuipush sana kwa wase ku understand. Because so unajua gava ili set domob sana za hiyo tree planting. But saizi wana understand na so ngoja. Tree growing na kupanda miti. Na kupanda miti. Kuna kupanda miti na kumeesha miti. I think moja ni ya kumeesha nyingine ya kupanda. Wewe tulia. Kupanda miti aje like. Sawa endelea. Yeah, so kuna tree planting na tree growing basically ni ku understand to I think ni hiyo tu ku understand ecology na wakaje. So wase wengi wanakuaga na hiyo aspect ecology. Hiyo ya
tree planting kila msani za do. Tree planting ni bureaucracy tu, ni practical, na get wasa kama okay hapo tufanye kitu tupige picha kila msaji toe. Chimba shimo weka tree growing sani ka jana nilikuwa nabonga na sombrero family nawaambia nimerealize masombrero nawaambia nimerealize actually kuna mti nilipanda 2021 na jana ndio nimetoa avocado na get sasa hiyo ni tree growing for nimewalk nayo na kujaga na mwaga maji na angalia iko aje so na feel fit because hiyo ni kuna action at the end of it but start tree planting niliona umeenda Kisumu umeitwa tisijua sasa wanafanya commemoration fulani umeingia hapo pia wewe umepiga zobozlai zako umejiondoa haujui na grow aje ujui na zobozlai zinanimaliza deadly but sasa sombrero ni hiyo nishaipanda hadi mangrove wapi nilienda Kilifi nikaziacha hapo hivyo kwa mangrove kwa matope nikarudi hizo dizitesa tu ni kama kupanda so I think dizitesa tu I think kwa aspect ya nini ya understand circular economy inakuwa rahisi ni wewe ufanye kitu yenye unajua unaweza manage na hivyo ndio pia tunai-address kwa community organization more maybe zinaanza na circular economy down organization more maybe zinaanza na aspect ya numbers wewe na kuelimisha wewe na kupea elimu wewe leo baraguli ni show shit leo na kupea elimu circular economy aziwa achana na huyo ajui shit so ni hivyo tu basically na hapo ndio hiyo interest big ilikam so after nilisema hii historia kidato iko ndarudi tu so kidogo nikatoka nikapata opportunity ya kuingia gap student niliingia for 2.5 years Brookhouse pia I think hiyo ili change life yangu sana because ilinipatia a bigger ilinipatia platform big sana nashukuru madhi anaitwa Miss Nyaseme tanipatia namba Nyaseme bana Nyaseme ni mlami nipe namba yake bana paloma bara toki Russia sema nipeleke Brookhouse bana si Russia hatoki Russia so si Rusi hizo Kiswahili ni noma msema Russia ni Rusi ama ni nini inakuanga hizo Urusi Russia hata ajui kitu huyu acha kumuuliza maswali najua Kenya inaitwaje na Kiswahili Kenya nchi ya Kenya hiyo Kenya Young Kenyana relax taifa ya Kenya or something I don't know taifa leo taifa la Kenya mzee Jomo Kenyatta basi Kiswahili nipiga chenga ndugu wangu by the way kuna Kenya in another language though kwani Kenya ni language gani hii Kenya ina sound Kiswahili Kenya ni Masai sema wala so Kenya inaitwa nini si ni Kenya Kimasai na Kiswahili taifa mabaraguli tusaidieni hapa ukitaka kujua Kenya inaitwaje na Kiswahili unaenda Tanzania unasikia venye wana introduce nchi tukufu la Kenya basi Kenya bado ndio hiyo hapo hivyo taifa sana ni Kenya ikuja saidi yetu ya Kenya unajua Kiswahili yetu si atuongee Kiswahili sanifu Kenya tuongea Kiswahili mufti except Waluya wa mnamo maybe kwa minajili ilimradi wale wanaongea nini ati Kiswahili mufti ya Waluya sanifu ndo Waluya hapana ya Waluya ni bunifu yenyewe ni bunifu Kiswahili bunifu wamebuni ile shida na Kiswahili wana kiashiria ote ama ko kiashiria ko naendako hicho ni kisisitizi kirejeshi mrejeshe Kiswahili kabisa sisi tunabuni deadly mrejeshe Kiswahili bali imetoka because now you guys know I don't think you guys are giving justice baraguli hapa hivi kwa taifa na Kenya hebu tuweke pin I think subject to investigation nchi la taifa la Kenya wewe naye hapana naye no Kenya yenyewe imetuchosha guys huko nje I think ako nje ya Kenya kwa Uganda bado Uganda ule jamaa aliapishwa alishapishwa ako Ndakas chini ya maji aje touch ground hii ni ya mwisho so walitoa hiyo nini yao net yao so kila kitu li happen akaapishwa net karudi wako on sahi wako TikTok wana double tap so ni kitu tu iko sawa na ule mwingine kwa wapi anakimbia bado
Ako machini kwa chini. Anaweza kama tupige collab. Si ndio? kuja podcast hapa. Bobby Wine tutakuinvite kama podcast. Tuko na studios mob. Tupige masombrero hapa pia. Arudi usanii. Usanii nalipa. Rais, si rais. Guys, mimi na home. Poa guys. No man, inabamba. Yeah, cool guys. Yeah. Cool. So how's your experience been kuwork na community? Inalipa ama ni satisfying? I think ama zote mbili. Ina depend na approach yako unataka kufanya nini na community. Unajua wase wengi wakianza organization, most of it inakuwa for personal interest hiyo ndo fact. But sasa saizi approaches za funding models zimechange. Yeah, na say kila kitu is all about sustainability. That's why UN walikam na hizo SDGs, Sustainable Development Goals. So unapata wewe mwenyewe unapick nini unataka kudu, huwezi do kila kitu. So unapata kama mimi like nilikuwa so enthusiastic about your environment na nikasema ndio na stick nayo na nikaanza sasa kuiangalia in a wider perspective. Yeah, so ni ku understand unataka work na nini, unataka kufanya nini, vitu kama hizo. So ido yako itatoka from what you do. For instance, maybe kama una work na sisi tunafanya garbage collection for the longest time, sorting, value addition, job creation, vitu kama hizo. So unapata kani plastic, acha nipena a very simple cycle ya circular economy ya plastic. Okay, collect tunawaita gama primary actors, watu wenyewe huita gama chokora. Yeah. Primary actors. Wanaitwa primary actors. Wewe, umesikia? Na ile nilikuwa najua. Ni nini ujui basi? Tu kila kitu unajua. Ufunziki wewe. You are not teachable you. Yeah, so I think for ukilearn kitu unaanzishia ngori. Now you're not receiving this with grace. Hapo ndio ngori yangu iko. Sawa. Yeah, so I think with primary actors ni hiyo collection. Na ndo wana play the major cycle ya recycling na reduce, reuse na recycle. Ni hao wana play the major. So akichukua hiyo waste inakuwa aggregated, inakuwa sorted in different portions. So kani plastic kuna two types. Chupa ya maji inaitwa PET. Alafu nyingine ya kawaida inaitwa HDP, high density plastic. Yeah, so basically chupa ya maji na hii ya kawaida ni gani? Ya kawaida chupa ya maji ni different from the normal the hard plastic. Oh yeah, kama for sure. Hizi mkebe za Blue Band, mtungi za yellow nini. Na ma buckets. Yeah. So kuna kwaga na different types of plastic. Actually 7 different types of plastic. 7. But the two major types ni hiyo chupa ya maji ya the normal that you drink inaitwa PET, water bottle. Alafu ingine kifuniko yake sasa hiyo ni HDP ama the ring yenye inakuwa hapo kando. Hapo kando, yeah, the deep blue one. Yeah. So ukiangaliaga every material ya plastic chini yake kuna kwaga na namba inakuwa imeandikwa, unaweza pata imeandikwa 2 1 or something. Yeah. So hiyo inakuonyesha the number of time that material inaweza kuwa recycled. Kila kitu inakuwa imeandikwa ukiangalia hapo chini. Yeah, so inakusaidia but mimi ni nani na kunywa maji naweka kwa destiny. Yeah. So ni poa sio wala vitu kama hizo. Yeah, then I think hapo ndio do yetu ilianzia kama mtasafi. Ni hiyo knowledge then naleta wasona kwa train ilianza na namba bigi, then pia ni ile willingness fulani ya the same core age the same, mmechanganyikiwa mjumdu nini, then mnapata msanalete training pia fit get. Yeah. So I think even ile wako wetu na ikatupa opportunities mob ya kuangalia kitu in a different aspect. Then the first time unapeleka maybe the first time tulikuwa like 10 tons of plastic. That's a lot. 10 tons. That's a lot. Yeah, that's a lot. Yeah. That's a lot. Yeah, so hiyo ni collection kila mahali. Unaweza 10 tons mtoshana aje? Uji? But inakaa tu hata ile wild. Ni mob. 10 tons ni mingi because plastic say what you want to say. Kwani kutokujua ni hatia? Why you being say what you want to say. 1 ton ni 1000 kg, so you can imagine. Always go 1000 kg. Regular. Sorry guys. Turudia kwa content. Nisamee karibu nikukosea haki. Unanikosea bwana. Na hicho vitu muongelea mara ngapi? Kidogo tu hivi nikukosea vibaya. Sawa. Tenders ni kama a whole trailer, you know? Yeah. It's a whole trailer actually. So tuko tunazi collect. Unaona venye tuna nini? Tunaziweka kwa hizo mabag kubwa. Zinaitwa the raffias. Yeah, so tunazipackage ndani. Yeah.
Yeah, then tulikuwa tuna ile patience fulani juu nilikuwa nisha understand market inakaaja. So nilikuwa naambia wase tusirush kuuza hii kitu. Time itatoka hapa acha tupatie doa maana. Yeah. So Sasa niko na swali. Okay. Wewe una nini? Uliza. Mwalimu wangu alikwambia kama mkono chini. Unachaguliwa kulingana na venye unaelewanga vitu dada. Basi singechaguliwa. Sema wewe jibu. Unainua mkono nini na ukurasa unapata kwa mtihani. Hao ndio walikuwa mimi. Niko na kitu ya kuuliza kila time. Unashindwa ni ABCD. Muandike tu basi. Sema ni gani? Hata ukigezo unaweza pata 10. Tulia. Siko mbaya hivyo. But juzi I was having a conversation with my old man. Akaniambia kitambo alikuwa anaishi Isili and then kulikuwa na the actual now Nairobi River ilikuwa inapita hapo na ilikuwa safi to an extent walikuwa nakunywa hiyo maji kutoka unajua hizi forms za ushago za which year was that? 1903 Au kitambo was that? Ni kitambo in that KU was still a college under UN. Did you even know that? Yeah, I knew that, but that's kitambo. That's very kitambo. That's very kitambo. Was it in the 80s now? I think uni walikuwa na uniform, walikuwa na shorts. Yeah. So and then hiyo Nairobi River kachafuka hivi, but anasema it's possible to go back to that safi state. And I told him the same thing, akasema ni sisi tulichafua so tunaweza isafisha. Wewe kama mtaa safi unaonaje? I think saizi aspect ya waste management si narrative ya like your 360 transformation. Unajua kuna change na transformation. What we can do right now, we can change some of the models of the way things are being done. Because hata ourselves tukigrow mtaa, kuna places tulikuwa tunataka kunaitwa adventure. Adventure ilikuwa place tulikuwa tunataka kucheza karibu na river. Oh yeah. Hiyo maji ilikuwa na sewage kwa sababu watu walikuwa wanatumia pit latrine. So most of the pits zilikuwa zinakuwa emptied. Hazikuwa directed, hazikuwa channel kwa river. So unapata maji time mvua inanyesha maji ilikuwa safi. Wazazi wetu wengi walikuwa wanaenda kufua kwa river. Juu kuna portions mpaka saizi kwa walikuwa wanachota maji huko. So aspect ya hii river kwa chafu ni fact that tumeintroduce sewer lines. Na sewer lines zimekuwa directed into the river. So contamination kubwa yenye iko pale sahi ni the fact that kuna hiyo human waste na direct to the river. And that's why tuna marine lifestyle unaget. That's crazy, man. Na pia watu wanafanya manze ukiget together that you buy nini kimse kinasema shit manze toka hapo unajitafute urudi. Cause honestly even nilicheki there was a time ilikuwa na issue kuna sewer line inatoka Karen inakuja all the way to hiyo river inaingia hivyo inapita through Ngong River na connect. Yeah. There's a whole sewer line connected to your river. Mbona tuna dump shit kwa you understand? So imagine ikitoka huko inakuja kama it's not like inatoka your west in go different stages ndio. Yeah. Ikipitia kwa isoma septics. Yeah. So ikishatoka kwa septic tanks huko hivyo inakuja kama maji. So you guys see it as brown river or something because imeshikana na dust and stuff like that. So the moment inafika kwa hizi vijiji because most of the rivers inakuja kwa hizi kijiji inapita hapo iende Korogocho iende hivyo. Understand, ipite Key Beach. So inakuja kama sewer from the septics. Yeah. Easy estates kama Karen and all that. Unaona? So by the time inafika Key Beach sasa wawachilie zao. Wafungue Sikuizi hata kuna nini, hakuna flying toilet. Hakuna flying toilet. Tunatumia nini mtaro? Saizi kuna sewer lines but sort of is directly. Kuna sewer lines right now. Oh yeah. But sasa venye nasema wame direct straight to the rivers. So ndo maana haiwezi kwa sasa. So basically same case na Nairobi River. Yeah. Nairobi. Which is crazy. Akingekuwa fiti sana tungekuwa na such a clean river in Nairobi. Ningekuwa napiga them dufu mparo huko ndani. Pressure nyingine pia ni hiyo sauti. Una dufu hivi manzona hivi na diaper kwa kichwa hivi. Inaweza kuwa no. No, I'm saying. But inaka creative pia. Yeah. Tapiga pageantry hapo. Modeling. Nimekaa na kina nani it's crazy. That's actually a crazy idea. Because one of the last
one of the last Kibra Fashion Week tie and die. ili happen Mbaya. kwa rally huko somewhere Yeah, in Kibi, so which really attract attention from the world, which was crazy, man. No, the runway was the railway, at the back fee was Kibi. It was crazy. So next tufanye kwa river. Fanya kwa river huko Nairobi river. Majodala. Na tunaweka samaki mbili hapo. Yo. Samaki ta dead you I guys. know. Shakuva. Icha dedi alafu ina dedi form. Imekufia river mbaya. Crazy, man. Ni umsa anasema nini hizo? Imekufia revenge. Sio umeidai, yani imedai. Haidai hiyo place yani. Ni mbaya. So wase usema ama inakuanga hivi, so many people from the slums wanakuanga influenced very easily, unaona, especially when we go hizi types of elections na vitu kama hizo, unaona, ukitaka wase wa vurugu unaenda tu kwa slum, unachukua wase kadhaa, una influence, unaleta fuzo, unaona, ukitaka wase wakuleta, let's say leo tunaenda clean up, unaona, unaweza influence wase very fast na mpige nini. So what do you think, in the sense that when you say we influence things from mtaani, don't you think ikichange the influence wanaleta mtaani, ikichange vitu zinaweza kuwa even for the better in terms of, you know, society, let's say Nairobi and stuff like that, no? To influence wase wa mtaa for the better, do you think Nairobi will be a better place? Because I think majority of Nairobi is majorly slums. No. Honestly speaking, majority of Nairobi is majorly slums. Yeah. So tukiwateka ni hivyo. I think maybe slum, ukianzisha good initiatives kama hizi zenye za ukweli, not necessarily on papers, no, zinafanya stuff kwa mtaa, definitely Nairobi will be a very nice place, honestly speaking. No, because kutoa mse, unaweza toa mse ghetto, because right now nasikia even this slum upgrading project mapeleka wase kwa hizi apartment poa zenye umse anawatengenezea, mse akona ghetto mpaka anakojwa tu hapo kwa stairs, man. Check, ameacha choo kwa nyumba. labda Tuna tabia mbaya. ako 6th floor ndio kukojoa ni inafika wapi? Lazima umesha perimeter una get. It's mad. So that's messed up. Hiyo ni mentality nyingine yenye misijuwezi umseka usijua anafanya therapy, not even therapy. Happy ni exposure. Sasa nikisimama huko juu niko juu chini. Nigga just plays too much. Acha tu ujinga. Honestly, I'm telling you, hizi makeza zimetengenezwa sahi, the next 5 years itakuwa zinakaa shit. Facts. No, cause kama say wana like a proper training na system iko instilled into them, itakuwa noma, man. Wangani noma. Cheki, wase watauza dustbins, waanze kutupa matakataka, watengeneze some dump ya dapo kando ya keza, cause hizo ndo vitu wamezoea, no. Hizo ndo vitu wameishi nazo as you are both at any given time, so it's crazy. Mimi nilichekizo story niko like, what do you mean sana koja kwa stairs? Na nimekojwa hapa. Bro, mpaka tumwatengenezea. Hiyo ni dog gani imekojwa hapa? Men are dogs. Tumwatengenezea keja mpaka. Kwenda. Sijam. Mimi naongelea vitu important. Ona insinuation nataka support. But I think the problem ni ukiangalia ghetto. Okay, tunaangalia from the leadership kwanza. Yeah. Unajua kila kitu ina trickle down to leadership. Na kuna kwaga na work plan ya gava. So ni poa ku-understand inakaaje in a certain period of given time, unaget. So topography yetu haiwezi tu favor kufanya vitu zingine, kwa sababu ukigrow ghetto lazima ulive in a communal space, and like maybe also wamegrow in a posh area, unaget. Yeah, Leafy suburbs. Yeah, kuna two habits zingine zenye as much as uta practice zitakuwa na wewe. So bila exposure na opportunity
ni ngumu sana. Na nataka kupea example fiti. Unachekia hata ule msemo mwenye unafeel ni list hizi fanya kitu important kwa community. Sema venye wasoi sama ni maguns or something. Hebu tu msemo mpige job ni kama ata change lifestyle yake. Jumi niko na personal experience of a friend of mine mwenye alikuwa tu na struggle na madre nini una get. So kuna time brokers walikuwa ndaka msana za saidia kufanya ma sweeping nini. So mimi nilikuwa gap student. Na mimi kabo hizo ghetto ndapeleka tu boys wangu bado. So huyu boys ukimpeleka utapata manza kuchange. Anajua manza hii place iko different. So kuna vile lazima ni behave. Unapata outfit yake imeanza kuchange nini. Yeah. So like hakuna msaizi adapt. But sasa hizo opportunities ziko. Alafu pia ukiangalia like ndakola out. Think was a creative environment in a ndakola tu pia gava. Because unaangalia for instance kuna those na fast because empower my youth. But empowerment ya gava kwa my youth ni nini? What is empowerment? When you gava wana refrain in terms of empowerment. Just take your time, maybe sometimes do listening sessions. Kupea my youth malone. Yeah, hata si. Like hata si. Shike mlipe government mpaka mshanga. Yeah, hata si. Like aspect ya empowerment ni kutumia mse. Unaelewa? Empowerment inafaa kuwa transformation. Transformation ni responsibility mse ana take. Na that's why mimi naifanya na local setup kwa sababu nimegrow hiyo mtana I understand. Yeah, na niko willing to learn, niko willing kuona vitu zina change. But the term empowerment kwa gava inakuwa tu ku like ni kama tu hand to mouth unaget. Kasa hiyo wase wengi watakuwa empowered. Saizi kefa sasa inafaa tupate empowerment. Tukisikia empowerment fulani ya dancing huko tumekimbia, tumejiempower, huko tumerudi side nyingine tumeji-empower side nyingine. Unaget. But aspect yao si hiyo like longevity yake haiko. Because msana feel like ndakupatia hii dosa hizi tumemalizana. Alafu niende niambiane nilikupatia pesa. Yeah. For instance cha muhimu sasa hivi ni kuambiana ulipeana. Unacheka kuna hizi actually makes sense because now your aspect of empowerment is crazy man because kupea sema jobs zingine zenye ni azina ma long term it's crazy man. Zitaisha ni contract itaisha hata kama ni hata kama ni 2 years bado itakatika. Empowerment. Yeah. Naona. Because msee anafaa kuwa na ability ya kujitengenezea yake. After that. Yeah. That's why napendaga nani sana jutumwak naye pia for some time napenda venye na approach yake pia ni msawa ghetto Juliani. Nani? Juliani is a big like shout out Julie mwanzo anapiga shughuli safi sana. Na Julie alisema ataki tupunguziwe bei ya bidhaa. Tunataka opportunities ndio pia sisi tuweze ku afford hizo bidhaa. Una get. Yeah. So like the thing is approach ya gava ni lazima wacheze na sentiment yao wajue kuna maadi au sisi tukiweka watatuhitaji wasivuke hapa. But sasa ukiempower wase wana understand gava tu ni kama boss wako hawezi kulipa ukwe jirani yake. Ni noma. Saa ngapi? Ni noma. Enda uishi huko pale unaishi kujange ukini need. Uendelee tu fungua simu. Uingie job kila siku. Fungua tu simu za kare nyumba. Meka tu tai hapa na kunyongaga. Choke me. Shock me daddy. Kuna boss wetu fulani mzee nimepiga ma official lakini ana pull up na shot. Ametoka kunini? Ametoka tennis ama golf. Tennis cheza. Ole fulani. Piga golf yake hapo tayari. Apiga golf anaingia ofisi. Mnifika mapema na matai zenyu. Yeye amepiga tule tunafikanga huko. Unasema kantai ametai hapo mbaya. Ka shot ka white kama ameingia kwa ofisi huko hivyo. Anashawa kwa ofisi yake. Kuna panoramic view of the good places. I think nilikuwa na hiyo issue ya ujenzi fulani hiyo yenye naambiwa ati like nafanya consultancy alafu naambiwa siwezi ingia like ofisi lazima uwe suit. Naambia nani amesema? Nani amesema lazima unaingia? Tumekorofishana hapo na HR na si ati ni mzee au millennials pia wanakuwa na utiaji zingine zote zidai tu like mtu wa 33 years sasa ndako nipanga tu. Na uwezi nilaani wewe like una tulia unakasirika like ati you need to report formally, you need to be presentable. See anyway kama nimepiga masombrero hapo unajipresent nimepiga hapo asante yangu moja hatari wewe mwenye ulikuwa umevaa atupiga nini asante guys wewe mwenye ulikuwa umevaa ulikuwa sawa na yeye alikuwa presentable over fiti kuna dingine nimekama hapo saa atajua wapi na kitenge si luku millennials unajua kuna kitenge na ngoja kuna imbo kuvaa kitenge na Air Force Manu
anapiga kitenge dolly shoes. Kuna mtu dolly shoes jamani. Dolly shoes. Ati I don't like the way you walk in this office. Because I mean kuna issue sana na stories wanasema you don't want to dress no have dolly shoes from dolly Monday shoes, to Friday. Dolly shoes sasa ni gani? Zile fulani zinakaga hivi samaki hapo mbele. Zinakaa shoeless. Zinakaa hivi. Unaingizanga tu mguu. Hapo unavanga zile socks fulani hivi zina kama ndio nini zile za mabale zile fulani zile. Socks fulani hivi zinakaa ni thong za socks. Thong socks. Hey guys, adogo hivi. Guys, tulieni. Hizi doll shoes ni different colors, sawa? It's crazy. It doesn't matter. Green na uongo. Uongo. So like msana jam juu umekuja job na Crocs. Na bado utapiga job. Si mimi nafanya consultancy niingilia na wapi na suti. Si mimi nafanya job yangu. Asikwambie. Na perform vizuri. Usirudi kumwambia you guys. Asiliambia basi sikuji kesho. Sikam job wachana na come job. Siwezi come job. Hiyo si tabia poa. Utachachisha. Job. Enda job. So Spina tukimalizia hebu tuambie what unaweza empower them youths ama na hii initiative yako wasi wenye wako of course unajua wasi wako in a position you were before. Yeah. Unaweza wa encourage aje ama unaweza waambia nini yenye inafaa kuwasaidia basically. Na pia kama utaki kuwasaidia chana na si watoto wako. You know? Yeah. But I think parting shot yangu inaweza kwa aspect ya musema our history is not our past but the future. The fact that si wote tumegrow mtaa na hakuna msaada kama kukusaidia. Hata mi personally ndio niko mali niko ni hiyo tu aspect ya kusik kutaka kulearn kwa fala like lazima tu kuwe follow kwa willing kulearn. Alafu opportunities nazo ziko mingi so siziangalie huko nje. That's why saizi mtaa tunatengeneza makeja fiti. Tumeka farm yetu pale Mtasafi ukikuja like tunataka tupatie wase a different spotlight of venye wanavyo mtaa yetu. So na kampani unapata we like mule tawase kwa farm yangu na feel proud about the project because people don't believe that tunaweza kuwa na such a place in the community. Na aspect yangu si ati venye wase wengi wamekuwa kusema upate opportunity to move out of mtaa. Move out of mtaa ni poa but what makes people to want to come to Kibra is the key point. Unaget? So maboys wote hakuna difference yangu na Kefa na wewe like ni perspective yetu tu. Unaget? Alafu I think kitu nimelearn sana ni aspect ya humility. Yeah, mopenda tu kwa fala. Kwa mali wase wengi wako na wewe ni fala you can learn a lot. Yeah. So tunyenyekee tu to learn. Nasikia? Alafu nyenyekea ulano wewe. Sombrero. All in all the fact that tumegrow in religious families tunafaa pia tukue strong kwa religions yetu na to understand culture. Dynamic yetu ni culture yetu. Yeah. That's why history yetu si past yetu ni future. Like lazima understand what is your history. Do you know your culture? Do you know like mimi understand kwa nini navaa hivi, na understand kwa nini napenda vitu fulani, na understand mbona lazima nisome vitabu fulani, mbona lazima nifanye so you need to understand yourself as an individual, then seek help utasaidika. Sure. Yes, sir. Funga hisho bana. Funga hisho man. Let me tell you guys. This Jama is adding value to the community. Absolutely, yeah. Like I think the most important thing of someone being calling themselves a valuable human being. Like what's the whole point of having values that are not valuable to others? Yeah. That it doesn't make sense. So yes, what you doing? Keep what you're doing, man. Keep what you're doing, man. Sita kusupport. Unacheka support. Tutakushikilia wewe kama mdhamini wetu wa maana. Ni support ya Manchester, bro. Hapo watu wako karibu kuanza kutupiana tumatusi. Yeah, man. Thank you so much for coming through, man. Yeah, man. So just stick around to do another one. Now not the environmental bit, but anyway. Tutacheki. Wacha tusione nyume. It's been real. It's been great. It's been great, yeah. Yeah. So yeah, Baragulis. Muendelee kutushikilia. Kushikilia, man. Like, yeah, man. Big shout out to all of you, man, for coming through. It's your girl Sharon Lusambili and that guy over there. Kefa the Coco Master is my name. Na mdhamini ni nani? Ospina, you guy. Until next time, guest segment out.